rafiki yangu Frenki ila rasilimali zake zote kabla ya kifo chake alimsainisha mtoto wake wa kiume ambao ni mtoto wake wa pekee. Ndio alioniambia milasi yake yote, rasilimali zake zote kusanye na ziwe chini ya uangalizi wa wake. Inawezekanaje sasa? Kisheria inawezekana, wanasema baada ya miliki ya mali kuwa hai, yeye anao nafasi ya kuchagua nani awe mrithi wa rasilimali zake. Pindi atakapokufa ndio shauri naendaga mahakamani, kama kutakuwa na utata, nani awe msimamizi wa rasilimali. Ndio sasa shemu, nikombe kitu. Ndio naomba basi unisaidie kwa kiasi chochote shemu, mimi niko tayari. Naomba ubadilishe basi hilo jina, utoe hilo jina la Richi uweke langu. Mimi nitakulipa kiasi chochote shemu wangu utakachokitaka. Yaani kuhusu pesa hata usiwazi, yaani chochote nitakupa. Naomba unisaidie kwa hilo shemeji, yaani nimekuwa sielewi kabisa. Kwa kiapo chetu sisi wanasheria, sisi tumewekwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi, watu wasioitambua sheria au watu wanaohitaji msaada wa kisheria, lakini sisi hatukusimama ili kuwasaidia watu kwa ajili ya kuharibu sheria. Sheria inakataa, inasema mwanasheria ataficha siri za mteja wake na si kuzitoa siri za mteja wake. Shemeji, niseme hilo jambo kisheria haliko sawasawa, na hata mbele za Mungu haliko sawasawa. Kwa hiyo yani shemeji, huwezi kunisaidia hata kidogo? Kupitia unachokiongea cha msaada wa kulitengua jina la mmiliki halali la kubandika jina la mmiliki kopi, kazi yetu haiwezekani kabisa na haifai kabisa. Shemu, nisaidie, sina msaada mwingine zaidi yako. Jambo kubwa ambalo naweza nikalifanya ni msaada sana, nipitie zile document, niangalie mapungufu, kama kutokuwa na mipenyo kisheria. Sheria tunaita mpungufu ni mlango, naweza tukautumia mlango huo kuingiza sasa wewe kumtoa yule Rich. Kama hakuna mipenyo itatusumbua sana, lakini kama utakuwa na mpenyo hata mmoja, tutaangalia tunafanyaje. Sasa nipe muda nilifanyie kazi, nipitie zile document vizuri, tutaweza tukaelekezana, inawezekana msaada ukawa utapatikana wapi. Yaani shemeji, naomba unisaidie, yaani naomba unisaidie. Basi mimi niseme usijali, sasa hivi ni muda wa yuko mteja wangu mmoja naenda kumsikiliza hapa, nimemzuia kidogo, naenda kumsikiliza. Kuna kesi ya mirasi kama hii, naenda kwenda kuifuatilia kuisikiliza. Nipe next week, nipe baada ya wiki moja, nitapitia, nitakupa majibu yaliyo mazuri kabisa. Shemeji yangu. Basi haya, mimi niache ni mwali mteja yule. Haya, mimi niende. Sawa. Haya, shemeji. Hivi inawezekanaje? Mambo poa. Mzima. Swali. Dadako ndani Upo. kuja kwenda huko, mwambie Una shida naye? mwambie tu hivyo nakuja. Bye. Poa, sawa kumwambia. Sawa.
Dayana mdogo wangu, muda wote bombani jamani, ndio sasa hivi. Dada, kulikuwa kuna foleni. Foleni bombani? Bombani kabisa foleni leo. Toa kisingizio kingine. Dada, kweli mimi sitanii. Kulikuwa kuna foleni. Haya, hizo nguo nafua saa ngapi? Na mimi nguo zote tayari nishatoa, mpaka pazia hapa unaona nimeshatoa. Patakaa wazi, watu wote wataangalia ndani mwetu. Alafu na ujumbe wako. Kwa ujumbe unatoka kwa nani? Kwa James. Amesemaje? Kaniambia hivi, anakusalimia alafu baadaye atakuja nyumbani. Haya sana, nimemsikia. Sasa cha kufanya, hayo maji katia kwenye jaba, urudi tena. Tena fanya haraka, tukimbizane na jua, ndio hilo. Mambo. Poa mzima. Kama nakukumbuka. Hata mimi sio ngeni yako. Nakumbuka. Ndio hapa ndio kwa kuomba maji. Ndio mimi. Vipi? Fresh. Uko unatokea wapi? Unaishi hapa? Naishi hapa. Naishi na nani hapa? Dadangu basi. Poa. Haya. Kuja kutembelea. Haya, bye. Mdogo wangu, mwanzo nilimwita mwanasheria. Nilipomwita mwanasheria nikamuuliza kwamba mume wangu ya mume wangu Frenki, jibu alilonipa nimechoka. Ananiambia mwanae Richi ndiye aliyemwandika. Wewe hujui kama mimi ni mke wake? Unasema hamna kilichoharibika. Wewe hujui kama mimi ni mkeo? Wewe ni mke wake tu, lakini wewe ni mwanae, ni mtoto wenu, nyinyi wote. Sasa basi, nilichomwambia nikamwambia, naomba fanya unavyofanya, kwa hali yoyote, kwa fedha yoyote, abadilishe, atoe jina lile la nani, la Richi, aike jina langu. Kwa hiyo kaniambia nipe wiki moja mambo yakae sawa. Wewe dada, ulikofikia huko? Yaani naamisha jina la mtoto kuja jina lako? Kuna ubaya gani? Mimi siwezi. Mimi naogopa dada, mimi na hofu ya Mungu. Mimi siwezi kabisa, hapo usinishirikishe kabisa dada yangu. Lakini chunga mienendo yako hiyo isije kukuponza. Nikifanikiwa mimi ndio umefanikiwa wewe. Mimi sina ndugu mwingine. Sawa, najua, lakini sio kwa njia hiyo dada. Haya, kama wewe utaki utaniona hapa mjini naendesha range. Mami, Akaanza tena. bwana anazingua. Shida nini? Mama anazingua nyumbani. Kwani sana anafanya hivyo? Yes. Takiwa kubaki nyumbani. Sasa kuna kazi gani ya wewe kufanya pale? Na wewe ni mtoto wa kiume. Yaani dada yangu sijui hata nimfanyaje jamani. Yaani najaribu kumshauri kila siku hata ashauriki. Sijui hata nimfanyaje jamani. Sasa anapokataza kwenda chuoni, na maana wewe ndio unakuwa unafanya kazi kama mgeuza wewe dada wa kazi. Namwambia mama, kesho yangu ni chuo, mama hataki. Halafu hata hivyo niliwaza hiyo swala toka juzi, nikasema
mbona Richi kakaa muda mrefu bila kwenda chuo? Shida nini? Nilikuwa na wazo la kuja kuongea na mama yako, ila hata hivyo usijali mwanangu, nitakusaidia mwanangu, nitahakikisha mpaka uende chuo. Mimi nitakuja kuongea naye, nitakupambania mpaka nitahakikisha urudi chuo. Nitajitahidi kukusaidia kwa kadri ya uwezo wangu. Wewe usijali, kikubwa tu mwanangu, tutangulize Mungu mbele. Mungu ndio kila kitu, sisi tunamtegemea Mungu. Maana kwa akili zetu za binadamu hatuwezi kujua yeye anawaza nini wala anafikiria nini. Sababu kama yeye hataki tu uende chuo na pesa ipo, shida ambayo inamsababisha akuzuie kwenda chuo hata haieleweki. Nitajitahidi kupambana kwa kazi ya we Richi. 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 Mtoto ana kiburi. Richi. Wewe sina kuita. Yaani sasa unalala baada ya kufanya usafi unalala. Hivyo unajitambua kweli? Ujisikii vizuri? Yaani kawaida ya nyumbani unaijua vizuri. Asubuhi lazima ufanye usafi nyumba nzima. Chumbani kwangu hujafanya usafi, nimefanya mwenyewe. Chumbani kwako kuchafu, jikoni kuchafu, hapa sebeni ni pachafu. Mimi ninachotaka nyumba yangu iwe safi. Maswala kuniambia unaumwa mimi sielewi. Nimekwambia inuka ufanye usafi. Hivi ndicho unanielewa kweli? Nimekwambia inuka ufanye usafi. Fanya haraka bwana. Wewe eti naumwa. Hapa unaenda kaya kwenye usafi nani? Fanya haraka. Chukua kupiga laini. Eti naumwa. Naumwa. Mimi kwenye kazi hapa. Fanya haraka nyumba yote iwe safi. Mimi nilikuwa nataka nifikie kuhusu chuo. Narudi lini? Maana miezi sasa au baba afariki, nimekuwa ukato hapa nyumbani. Naona marafiki zangu wanaenda chuo, naulizia Richi, vipi chuo urudi au? Nilikuwa nataka nijue narudi lini. Mwanangu, chuo utaenda, lakini ukisema uende sasa hivi hapa mimi kazi atanisaidia nani? Kuna kupiga deki, kufua, kupika, Nisaidie kwanza mama yako. Kazi, shule utaenda baadaye. Chuo utaenda tu mwanangu. Sijali. Zangu ananiambia huko. Richi utarudi lini? Unaona zinapita mama, ama mambo kukaa nyumbani mimi amenichosha. Tunaweza tu tukamchukua mdada wa kazi. Hivi unang'ang'ania kusoma shule. Hao waliosoma wamepata nini? Na nimekwambia hivi, hapa kwangu sitaki mdada wa kazi. Tutaishi mimi na wewe, utafanya kazi za hapa wewe. Sitaki dada wa kazi wala sitaki kusikia habari ya shule. Shule usome wewe nani? We Richi.